Wito umetolewa kwa taasisi na watu wenye uwezo na imani kuungana na kundi la mazoezi la Zoni A kupata fedha na vifaa vingine ili kuwasaidia watu wenye kuishi katika hali ngumu na mayatima, hususan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na sikukuu yake. Mwenyekiti wa zoni hiyo, Suleiman Yusuf Sitwale, ametoa wito huo mara baada ya kushiriki katika matembezi ya mazoezi ambayo yameambatana na harambee maalumu. Mwaka ambao tumeanza 2023 kwa vilabu vya mazoezi na taasisi mbalimbali, tulikuwa kama ambao tulijitangazia ni kama vilabu, ni kama taasisi 3 tu. Ikawa kwa mara ya mwanzo tulioanza, basi tulipata mafanikio mazuri, tulipata vitu vingi sana. Lakini ulipofuata mwaka uliofuatia, basi zile taasisi zilizuka kama uyoga. Labda ndo hapo ilipotokea kuwa wengine tunatumia lugha ambayo ni ngumu sana, lakini tuitumie, ni matapeli ambao wanatumia kwa kujinufaisha wao. Sisi tukisha kukipata tunakitangaza kwa pamoja na tunawapa watu. Hatutangazii kuwa lazima mlete kwetu. Sisi tuko kwa njia moja ambayo tunasema Mungu ndo atolipa hili, na tumesimama kwa ajili ya hilo. Sawa. Kwa hiyo ni changamoto kwa sisi tushapa taasisi nyingine, hilo ndio linasababisha kwa sie turudi nyuma. Lakini wakati 2023 tunaanza hili, basi taasisi ni 3 tu ambazo ziko kama sie ndio zilokusanya hizo na zikawapa watu ambao wanahusika. Sasa hivi kila tukenda linatufika. Kama leo hapa tumetoa barua nyingi sana, lakini waliokuja ni wale wana mazoezi, na kila klabu unafikiri itachangia kuanzia $100,000 kuja chini. Kwa hiyo na sio vilabu vyetu viko karibu 16 hapa, tutapata kidogo ambazo na mayatima yetu kwa hesabu ya mwaka huu bado hatujaikamilisha, lakini hesabu zilizopita nyuma ni kama risala ilivyosema ni 61. Kwa hiyo hao wanakidhi kwa vile wanavyovipata, basi tunakwenda nao. Kwa upande wake mweka hazina wa kikundi cha Island Exercise ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa zoni A, Khadia Agostino Sabini, ameitaka jamii kujiunga na mazoezi, kwani mazoezi yana faida na kitendo cha kuwasaidia wanyonge kina lengo la kuzifariji familia zenye kupitia katika hali hizo na kupata radhi za Mwenyezi Mungu. Tupo hapa kwenye bonanza hili la zoni kwa ajili ya harambee. Huwa tunafanya kila mwaka hili jambo. Harambee yetu hususan tunafanya ili kuwasaidia wale ambao ni mayatima, wale wenye mazingira magumu, yani wajane na wasiojiweza. Hili lengo la bonanza letu, kupitisha michango ili tuwafanikishie hawa wenye mazingira magumu na wao wajihisi wamo kwenye hii jamii, kuwa na wao wanasaidiwa. Bi Mwatima Bakari ni mtu mzima takriban miaka 66 sasa, lakini anaeleza umuhimu wa mazoezi na hususan kwa wanawake, na hili amelitaja pia husaidia kuongeza haiba ya kike. Mimi washajihishe tu, wasikae majumbani. Hata kama uko nyumbani, inawezekana miongoni kwenye mitai kuna maeneo yako wazi, waende tu wajikurupushe kwenda mbio. Madaktari wanatuambia nusu saa kwa siku inasaidia katika kufanya mazoezi. Utembee. Tumejifanya sasa hivi. Zamani sisi tulikuwa tunaenda kwa miguu, huko tulikuwa tunasoma shule. Mimi nilikuwa nakaa Kidon Chekundu nasoma skuli Mkunazini. Hakuna daladala. Lakini sasa hivi tumejiregeza sana. Mtu anatoka Miembeni anaenda Marikiti Darajani, lazima apande daladala. Hicho si kitu kizuri. Jizoeshe kutembea. Nenda kwenye mahitaji yako umetembea, kuliko kuchukua sibara bodaboda mara kapanda bajaji. Kwa hivyo pia kama kuna vikundi karibu, mimi nawaomba wanawake zaidi wajitokeze kwenda kufanya mazoezi. Tutajashisha na wao wakifanya mazoezi kwa siku, akipata nusu saa moja, yeye mwenyewe atajisikia. Akipunguza ulaji wa vyakula vilokuwa havina mpangilio, pia mwenyewe atajisikia yuko vizuri sana, na itamsaidia yeye mwenyewe pikia pilika zake, hata za pilika zake za nyumbani. Mimi sina mfanya kazi nyumbani, ninafanya shughuli zangu mwenyewe, nafagia, nafanya kila kitu mwenyewe. Kwa hivyo utakuta muda wote nazimudu kazi zangu tangu asubuhi mpaka nafika jioni na lala salama salama. Kwa hivyo waje wajitokeze kwenye mazoezi, watapata
tutapata faida kubwa sana. Zoezi hilo ambalo limeambatana na uchangiaji wa damu linafanyika kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mahmoud Karim Zam ni mtabibu, anaeleza jinsi walivyofarijika wakiwa kitengo cha damu salama. Kupitia mimi, lakini pia kupitia mashirika mbalimbali kama kitengo cha damu salama na taasisi mbalimbali ambazo zinafanya mazoezi katika zone A, tunakuwa tunafanya mambo kama haya mbalimbali. Lengo ni kupeleka elimu kwa jamii ambayo imetuzunguka, kwa sababu tunaamini kwamba elimu ndo ambayo itawasaidia watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo kupitia elimu sahihi ambayo tunatoa hapa ya ulaji sahihi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndo ambayo itakayoleta faida katika jamii. Lakini pia kwa wale ambao wanasumbuliwa na changamoto kama za upungufu wa damu, kupitia bonanza kama hili tunapata watu mbalimbali ambao wanachangia damu, na damu hili inakwenda kutumika kwa ajili ya kuwasaidia hao. Mimi binafsi pia ni mchangiaji damu, tayari nimeshachangia takriban mara 11. Kwa hiyo sehemu kama hizi pia damu hiyo inakwenda kutumika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu kuna uhaba wa damu. Halikadhalika tunakwenda kuongeza wito kwa jamii ya kwamba afya ndo kila kitu, kwa sababu afya ndo kama mtaji. Ukiwa na afya njema, basi mambo mengine yote yanaweza yakafanyika vizuri sana. Vikundi vya mazoezi vikiwa katika mgawanyo wa Zone A wamekuwa na utamaduni wa kushiriki katika mambo ya kijamii ambayo yana mtazamo wa kiimani kwa takriban miaka 4 sasa. Matembezi hayo yalianzia saa 12 asubuhi, yalianzia katika viwanja vya kisasa vya Maisara na kumaliza katika kiwanja cha Migombani Botani Gane Prizi. Zaidi ya watu 60 wamekuwa wakipokea misaada mbalimbali kutoka katika kampeni ya vikundi vya mazoezi vya Zone A.